Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Shirika la kimataifa la masuala ya bahari na Umoja wa Mataifa IMO limetangaza janga la kibinadamu Cuba ya Uajemi baada ya takribani meli 1500 pamoja na mabaharia zaidi ya 20,000 kukwama kutokana na vikwazo vilivyowekwa na Iran katika mlango wa Hormuz. Akizungumza jana Alhamisi Mei 7, 2026 akiwa nchini Panama kwenye mkutano wa bahari ambapo katibu mkuu wa IMO Asena Domicius alisema hali hiyo imevuruga kwa kiasi kikubwa usafiri wa baharini na biashara ya kimataifa. Domicius alifafanua kuwa mvutano huo ulianza Februari 28, 2026 baada ya Israel na Marekani kufanya mashambulizi dhidi ya Iran. Tehran ilijibu kwa kushambulia maeneo mbalimbali na kuzuia upitishaji wa meli kupitia mlango wa Hormuz, njia inayopitisha 20% ya mafuta yote duniani. Katibu mkuu huyo alisisitiza kuwa mabaharia waliokwama ni wahanga wa kisiasa. Alisema mabaharia hawa ni watu wa kawaida wanaotekeleza majukumu yao. Sasa wanateseka kutokana na hali ya kisiasa iliyo nje ya uwezo wao, alisema Domicius. Aliongeza kuwa hakuna usafiri salama popote katika mlango wa Hormuz kwa sasa. Katika hatua iliyoshangaza, wadau wa Marekani ilitangaza Jumatatu iliyopita kuanzisha operesheni ya kusindikizaji meli katika eneo hilo. Hata hivyo, tangazo hilo lilifutwa siku moja baadaye bila maelezo ya kina. Kwa mujibu wa IMO, tangu kuanzisha kwa mgogoro huo, mashambulizi 26 dhidi ya meli yamethibitishwa. Mabaharia 10 wamefariki, meli 1600 zenye mabaharia 20,000 ziko hatarini Cuba ya Uajemi. Iran inadai meli zifuatwe njia karibu na pwani yake, ziwasilishe taarifa za mizigo na kulipa ada, hatua inayokiuka vikwazo vya Marekani na EU. Akizungumza kwa mlango wa Hormuz unaotishia kupandisha meli ya mafuta, mbolea, bidhaa nyingine, huku mizigo ya kimataifa ikichelewa, gharama za bima na meli zimepanda kutokana chini 1% hadi 3% hadi 10% ya thamani ya mzigo. IMO imezitaka nchi wanachama kushirikiana kuhakikisha mabaharia wanaachiwa na njia hiyo muhimu inafunguliwa. Na hii ni Kasako Update na Dela Thomas. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.